inaonekana ni kama kwamba inasemekana kwa kila 100 ambayo inapatikana shilingi 68 zinaenda kwa kulipa mikopo. Labda ungetuguzia kama hiyo ni sababu moja watu wanasema ya kwamba ndio nchi yetu uchumi uko na matata kidogo. Hiyo ni kweli. Unajua sisi vile tulikuwa na Kibaki, serikali yetu tulikuwa na mikopo kidogo sana, kwa sababu tulikuwa tunajua namna ya kuendesha uchumi na vile tunazidisha mapato na vile tunapunguza matumizi ya pesa. Hapo ndio imekuwa shida katika serikali hii. Yani kwa upande mwingine mapato imerudi chini. Sio imerudi chini, mingi inaingia kwa mfuko ya watu binafsi, hailetwi kwenye hazina ya serikali. Upande mwingine vile wananunua vitu, utumizi ni mbaya, kuna uharibifu mingi zaidi. Bidhaa zinanunuliwa kwa gharama ya juu zaidi. Na hapo vile vile ndio unaona vile Uhuru anasema vile pesa inapotea hapo. Na kama tungekuwa mshauriana pamoja, wangeziba hiyo shimo pale ambayo kuna vuja. Na mimi najua pale inavuja, sababu mimi nasema mimi niko na suluhisho. Mtu tunasema na yako na suluhisho, na yeye ndio yako ni moja ya shida hii. Inavyokuwa you are part of the problem, you cannot be part of the solution. Lakini sisi tumeshaona na Wakenya waliona vile tuliendesha ile Grand Coalition Government, mambo ilikuwa inaendelea vizuri. Kwa hivyo mkopo, huwezi kuzuia mkopo kabisa. Swali ni vile unavyokopa. Kwa mfano ile pesa ambayo umekopa ni malipo, muda ya malipo ni kidogo sana. Si short term loans na interest, riba vile vile ni juu zaidi. Hili inaleta shida mingi zaidi. Manake hizi infrastructural projects zinataka mkopo ile ambayo inachukua muda mrefu kulipa, even with a grace period. Kwa hivyo hiyo haikuwa mzito zaidi kulipa. Lakini ikiwa kama nasema ati baada ya miaka 7, sasa pesa ambayo nalipa mpaka nakuwa juu zaidi. Ingine kwa mfano kama hiyo ni SGR, imegharimu pesa mingi. Hii SGR sisi na Kibaki ndio tulianza. Ilikuwa ni project yetu, na tulikuwa tayari tumesha award contract, na tuliwe award contract kwa 2.7 billion, bilioni 2 na laki 7 dola. Lakini sasa imejengwa imefika bilioni 4 na laki 3, iko bilioni 1 na laki 6 zaidi. Sasa hiyo ndio sababu malipo yanakuwa juu, gharama inakuwa juu kubeba bidhaa kutoka Mombasa kuleta Nairobi. Kwa ile pesa mpaka irudishwe, hata ile nyingine ambayo ilienda Tenge. Leo vizuri. Yes. Kwa dakika moja tu, watu wa Mlima Kenya wanakutazama. Tungekupa hiyo fursa uweze kuwazungumzia asubuhi ya leo, na kisha baadaye, kwa sababu muda umetupa kisogo, utatupa siku nyingine tuje tumalizie mambo haya ya uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa hivyo dakika moja tu uzungumze na wanamlima Kenya, waondoe hiyo mafikra kwamba wewe ni mtu ambao utalipiza kisasi, una tofauti na Wakikuyu. Dakika moja tu. Mimi nimesema historia yetu na Wakikuyu vile tumekuwa urafiki. Na mimi nimesema vile vile niko mdhoniwa. Fidel alioa hapo Kiambu, Junior ameoa huko Murang'a. Mimi nimekaa na Wakikuyu kwa muda mrefu. Angalia, mimi nimeanza kwanza kufanya na Matiba tukiwa kwa mpira,
kwanza kabla hatujaenda siasa. Baadaye tumeingia kwa siasa na yeye na Rubia, na tumepigana kweli kweli huko. Wakenya wote wanaelewa. Tumekuwa na watu kama Paul Mwite katika Young Turks Movement, Kiraitu Murungi tumekuwa naye. Tumekuwa na na mzee Waruru Kanja, akuwa rafiki sana ule kwetu. Tumekuwa na yuko na vijana wengi wa Kikuyu ambao mimi nafanya na kazi wakati huu. Kuna huyu anaitwa Kamau wa Raila, anajulikana sana. Vijana kama yule wana Kenothia ambaye ni CS ya katika serikali, vijana yangu. Niko na vijana wengi wa Kikuyu ambao mimi nafanya nao kazi, na kina mama. Mimi kwa mfano Mumbi Ngaru nimenominate katika East African Community bunge Yala. Rachel Shebesh nimenominate katika bunge ya Nairobi. Huyu zeru Mwaura, kwanza katika ofisi yangu ya waziri mkuu, yeye alikuwa ni mtu ambaye anashughulikia mambo ya walemavu. Baadaye mimi nikanominate yeye kwa bunge. Manake alikuwa anafanya mimi kazi. Kwa mimi nimefanya na Wakikuyu wengi zaidi, na niko nao Wakikuyu ni Wakenya, ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii. Kile ambayo wanataji ni fursa ya kufanya kazi na usaidizi kwa kupanda pale wanaweza kupata mikopo. Juzi nilikutana na wale wafanya biashara wa Kigomba huku chini, na wakanieleza changamoto ambayo wanaona ya biashara yao. Vile wa China wanakuja wanafanya hawking mpaka pale, wao wanazuiliwa sasa kupata visa ya kwenda China kununua bidhaa na kuleta hapa. Wa China wanaleta tena wana hawk, na vile vile shida ya ushuru na KRA wanavyopata wao wenyewe, ambayo imeua biashara zao. Na mimi nikasema ati hiyo ni changamoto ambayo mimi nitachukua pamoja na Uhuru, na tumekubaliana na Uhuru tunaenda na yeye mpaka huko Kigomba na ili waweze kutoa amri na ya kusuluhisha shida ya wafanya biashara wa huko chini. Na vile nimesema, tunataka kuona kwamba tunasaidia vijana kwa jumla kwa njia ile. Programu yetu ni kama ile ambayo wamefanya kule Uchina, ya kupatia vijana fursa huko chini ya kuanzisha biashara yao, hata upande hii ya IT. Sawasawa kabisa, ambayo mtu anaweza kuwa nakaa pale Murang'a na anafanya kazi kwa kampuni moja huku Amerika na kadhalika. Incubation centers pale ambayo vijana wanakuwa wanafundishwa, alafu wakisha fuzu wanapata pesa ya kuanzisha kazi yao. Okay? Yes. Na kuona kwamba viwanda vinatoka katika miji kama Thika, kama Murang'a, kama huko Nyeri, ambazo zinakuwa growth centers pale Nakuru na kadhalika, ambayo zitaabsorb hawa vijana wengi ambao wanatoka katika mashule kila mwaka. Hiyo ni kwa hivyo mimi nasema niko na suluhu kwa Mlima Kenya. Asante. Niko tayari kufanya kazi na wao. Azimio la kazi. Asante sana. Tumekuwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga hapa kwake makao ya Karen. Tushukuru sana kwa fursa hiyo, na kwa watazamaji wote wetu na wasikilizaji tunawashukuru sana. Waelekezi wetu, fundi wa mitambo, asanteni sana. Vituo mbalimbali, Kukena FM, Shoro FM, Kameme FM, Kameme TV,
na pale ambapo tunapotoka Citizen TV, Inoro TV na Inoro FM. Shukran zetu za dhati kutoka kwa baba Idhawa Fidero, Idhawa Wini, Jacom. Tuonane wakati mwingine. Ya ina weekend njega, Ngai amurathime. God bless you. Asanteni sana. Jitago Jeff Kuria. Thank you very much. Nice weekend. Thank you. Mask up.